Mine is very simple. We can never forget, and in the spirit of oneness, the war and the fight that we started last year to liberate Kenya from this, whatever is happening, it is still on. But now we have one problem actually. Gen Zs started very well, went to the streets, articulated their issues and said in oneness, this is what we want, good governance and all that. But now we made a problem of coming as a partyless, formless, tribeless people. Now, along the way, we are nowhere to be seen. The voices of Gen Zs have lost the meaning. And now, look at what has happened. We had the likes of individuals who came up as the leaders of Gen Zs, and they got compromised along the way. Now it only remains as a formality, and it is very, very bad to forget that we went through a lot last year trying to fight for good governance. And even now, today everyone regrets being born here where a parent works very hard but they cannot take their children to school. We are still talking of poverty in this century. That is very unfortunate. We are still talking of facilities and government hospitals without medicine. It's very unfortunate. We are still talking and complaining every day. However, we have the power as the people of Kenya through our voting. And I want to tell people, now we have one problem in Kenya. Tribal politics is what is killing us. Right now, we have this man from the mountain, Rigathi Gachagua, saying that now he's the leader of Mlima. We have this gentleman from this land of Matiang'i, saying now he's the speaker and the kingpin of the Gusii community. Now, where are we heading as Kenyans? If you hearkened yesterday what Rigathi was speaking in that interview with the Gusii local stations, it is tribal incitation, which we discouraged as Gen Zs. And I want to say, in as much as we have been saying Ruto must go, let us now change the canvas and ask ourselves this. Yes, it is true we are saying Ruto must go. But now, after that, who is this one person who will bring this good governance that we are asking for? Is it going to be Rigathi? No. Because we will not grow Kenya and see development when we are preaching politics of division and tribalism. Look at what Gachagua was saying. It is very unfortunate, and we highly condemn that. You cannot say that, oh, watu wa Mlima washikane, ati oh, Matiang'i akuje atuconvince amesikika na Wakisii, Natembea atusikize sijui amesikika na Waluya. My friend, they are the same characters you're coming to bring to the position, which means we expect nothing new. Are we together? And therefore, it is time we stand as people of Kenya and say in the spirit of oneness, we refuse politics of division, we refuse politics of tribalism, because Kenyans, we cannot watch one person divide Kenya and kill our future by introducing this thing of selfishness. That is so selfish, because, and I want to tell you people, I am from the mountain, it is true, but I have no confidence with this one man called Rigathi Gachagua, because you cannot say we divide Kenya into groups and then we say as Kenyans, and the spirit of Gen Z, you want to put it there. As Gen Zs from the mountain, we are not behind tribal politics. As we are asking for one thing, confederacy, unity, voice of reason. That is what will take this nation forward. I want to say this. You know, the kind of politics that is being now played is a politics that we have to be very cautious in on what we are talking about and who we are trying to bring in. And I want to say this. I want to quote a statement that was once said by one and only PLO Lumumba. He once says this, that nyani ni wale misitu ndiyo inabadilika. Chama zinatengelezwa every time we approach election. Lakini watu wanasiasa ni wale. Mimi hata nimeshangaa juzi nimeona majamaa wazee wa Kongo wamekaa pamoja wanasema we are bringing a new dawn. Wewe kwani hujui Gachagua? Gachagua tumekuwa tukiona yeye tukiwa wadogo bado anasema he is a new dawn. Sasa unashindwa ni chama gani hatujaiona? Hani watu ina gani? And I want to say this to every Kenyans here.
whether we are in the fact that we are supporting William or not, William must go slogan won't bring change in this country. William must go won't change our education system. William must go won't transform our health system. What will only transform this Kenya is the voter, the people that will bring on board by election. And that is what I want to say here. Let us be wise. Let us know that the power coming 2027, huyo MP wako wewe ndio ulimchagua, huyo governor wako ni wewe umemchagua, huyo senator wewe ndio unamchagua. And I want to say this speaker here, if we want to bring change in this nation, tuache kuongelea politics ya mtu personal. Atuseme ati msendo ataleta change. No. There are a lot of people who are there who will bring change, not an individual per se. So it isn't tunakuja hapa tunasema William must go at your Matiang'i. How are they one and the same people? So it calls upon us to kuja tushikane mkono and let us select people 2027 basing on one factor, the scorecard of what they have done. God bless you so much. Thank you very much, Daktari. Mbunge wa Karatina. Mimi nataka kusema hivi. I'm the only honest Kikuyu. Nataka kusema hivi. Kitu ya kwanza nataka ku-condemn ile kitu imehappen Homa Bay, na imekuwa na rumors mingi kwamba kuna mtu mwingine pia ametokea jana kwamba yeye pia ameshutiwa. Hakuna vitu kama hizo because yeye mwenyewe hajapeleka gari yake pale ionekane. But I want to remind the owner, the complainant, kwamba jana ilikuwa ni Women's Day. Na kama ni Women's Day, unajua women walikuwa na celebration yao huko pale wapi? Homa Bay. Na kuna walikuwa na hizi vitu wendoka baruti. I think to me, because polisi wamesema wanafanya investigation, labda hiyo ndio imeleta confusion. Hii baruti ilikuwa inalupuka, akashindwa labda tufanya nini, analengwa. So polisi wanafanya mambo yao. Kitu ya pili, that is it, because iko kwa nini? Yes. Kitu ya pili, of course. So usiwahi complain na serikali, we are paying government to do those kind of investigation. So waachie serikali, usileta propaganda mingi, wacha institution ya government wafanye nini, warekebishe. Kitu ya pili nataka kusema hivi, I want to tell my fellow brothers, more so from the central, you can find yourself kwa hii nchi yetu, wewe peke yako unasema Ruto must go. Itafika kiwango wewe utapatikana wewe ndio unasema Ruto must go, because Buddha government unakwanga wakora. Gachagua mnaringa nayo, we are going to clear him kwamba ako eligible to vie. Yes, because unataka Gachagua akuwa ban sahi ndio play nini? Play the vital role ya kusukuma makina Matiang'i na kina Kalonzo. Through the court naenda clear, he can vie for the president. So awachie namba yake hii ya kukua clear from the vice vie as the president, akuja sukume number 3. Kama amekuwa clear as eligible to vie, atakuwa president candidate ama akuwa running mate ya mtu, hata kuachia mtu. Na watarget si hata huyo peke Gachagua na nini Matiang'i. Hawatarget ni Kalonzo. Kalonzo ni one of us. Aende atakuja atatoka kwa hiyo bokora. Aende atakuja because he's the only guy who has the numbers. That's why I want you to be careful. Mtapata nyinyi wenyewe ndio unasema Ruto must go. Hao wengine wasemi. Kitu ya tatu, I want to condemn ile kitu hapa hapa juzi. Because ushaweka hao watu wote wanakonga cash cow. You go make money using their name, lakini hao unawacha kama wanakaa kama yatima. You see this, angalia vile wanakaa. This is very bad. Ufai nasikia kuna one of us here juzi alienda kwa billionaire, a strong billionaire, akapewa 300,000. Nasikia hii pesa anakuja nayo haizipatia hata watu wa media because hao media ndio wamemjenga. Afadhali angetunyima apatia watu kama watu wa media basi. Alesa walipewa. Because mimi ile angenipatia, angeninyima apatie watu wa media, singe complain because amejulikana ameenda na hiyo picha kwa Jimmy Wanjigi kwa sababu ya hao wa media. Hakupiga selfie aende nayo because hao nimempromote. Afadhali angenyima wabunge wapatia watu nini? Media nini hata haki yao. Hata makamera yao angempatia hata makamera because hii kinyeshewa wana nini wana struggle nayo. So hayo ni mapepo. You just have to mind your language. Yes. So sometimes lazima tukua na maana. Na hapa pia mnakuja unatuambia Ruto must go. Na kama hii kitu kidogo ndio wewe kwani hujaenda. Ukikuja hapa unavaa tu nguo mpya, kofia mpya, hata earphone mpya ama socks mpya. Lakini unakuja hapa unasema Ruto must go. Na hii yako Buddha tutawapanga. Na you should have manners. So that's why nasema hivi, you just have to respect those who are in authority. Hata kama ungechukua hiyo 300,000 ungepatia speaker na media, mimi ningekuwa satisfied. Mimi nimezoea kwenda Karatina na mguu. So let's have some manners. Kitu ya tatu nikubaliza nayo. Na mniona rafiki yangu Gaucho hapa. Na Gaucho mimi nakuomba rafiki yangu because najua network yako iko juu. Wewe ni hata leo peke yako ndio umetumia gari. Hiyo kesho utakuwa unatumia ndege. Kwa sababu you are loyal to Raila Amolo Odinga
and the family of the Odingas. So nakuomba hivi, tuko na issues kidogo, na mimi naomba kama rafiki yangu, najua you have the connection of kijana yetu anaitwa Raymond Omolo the PS. Tafadhali tunamuomba kama unaweza tuletea hapa bunge la wananchi hapa, tumuulize swali zingine, because propaganda imekuwa mingi, because zingine anawekelewa, na tunajua our son, the reason why huyu kijana yetu Raymond Omolo anapigwa, amekuja na idea ya kuempower vijana, na wengine wanaona kama hiyo kuempower vijana ndio threat to him or to them, kwa sababu nataka hao vijana watumie 2027. So that's why sahi anawekewa uchafu, si kukupenda, they want to use that our man tuwafanye nini, tuwashafishe rada. So that's why nakwambia my friend Gaucho, kama utakuwa umetupenda kweli kama hii bunge, I know it's your personal friend, hebu tuletee Raymond Omolo hapa, our PS who is hard working. Me personally, I'm supporting Raymond Omolo. Akuja hapa wabunge pia waamulize hizo maswali inayosemekana anawekwa rumors mingi sana. Mimi kama James Njoroge sioni kama ni ukweli. So mimi naomba rafiki yangu Gaucho, utafadhali mulete afanye nini, ongea na wananchi. Nikimaliza namaliza na hii, in this world of ours, mpende msipende, bado mtapangwa, bado mtapangwa, bado mtapangwa. Kwa sababu gani? Kama hii kelele umeshajua, msha confirm kwamba IBC uko na karabati, na bado mnakuja tu kuongea hapa, na barabara ndio hii, na maandamano imekubaliwa na katiba, na mkapa mnasema Ruto must go. Kama ya IBC tunaona tumefanya ukarabati, mnakuja tu mnatupatia fact ati huyu so and so ni kazi ni ya Junet, na bado huwezi kuja kwa barabara, na ndio hii na tena hajachomeka, alafu na expect tu aende home soft. Buddha, don't be a primitive consumer. Yes, namaliza. Don't be a primitive consumer. Tafadhali, wewe kitu tunaomba, chukua kura mingi, wewe tupatie hiyo kura. Hiyo siku tutafanya nini, mass registration. Chukueni kura kabisa. What government want, hiyo kura mchukue na umpige. Akilotaka Ruto na hiyo kura, hebu pige ndio kusema Ruto must go. Si wewe utapiga kura, utakaa home. Piga kura, kaa nyumbani. Na tukukaribia, ukishaweka kura yako hapo, kaa 100 meters. Yes, hiyo utatuachia sisi kama polisi na wananchi na serikali. Wewe utakaa tu nyumbani, waje fanya nini? Na mnakuja mnasema Ruto must go. Buda mtangoja. Asanteni sana.